Angalia adabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema hakuwa mwenye kuulizwa, yani yeye Mtume ni mjuzi wa kiyama kuliko muulizaji. Muulizwaji hana ujuzi wa kujua kiyama ni lini, labda muulizaji. Wewe unatoka kwa Mungu huko, pengine habari zote za kiyama unazo. Basi akamwambia akhbirni an amaratiha, kama hujui ni lini nieleze dalili zake. Mtume akamwambia dalili nazijua, antalida al-amatu rabbataha. Hii hadithi imetafsiriwa sana maana ya antalida al-amatu rabbataha. Moja katika tafsiri zake ni mama kumzaa mlezi wake, mwanamke amzae mlezi wake, kwa maana ya kwamba ukiona mwanamke leo mtoto aliyemzaa, yule mtoto anakuwa kama ndio mama na mama anakuwa kama mtoto, ni dalili za kiyama. Na hizo mnaziona leo, kwa sababu mtoto wa kike yeye ndo anamwamrisha mamake, sasa basi mama mimi natoka nifulie zile nguo zangu pale, alafu nitaandikie kitanda changu, alafu nipikie leo nataka chips na chicken, usisahau mama. Haya imebadilika sasa. Kisha anatoa amri akisikilizwa, akiambia mama leo hakuna ruksa kwenda pala fulani, hakuna ruksa. Akisema mama leo utakwenda, kuna harusi ya shoga yangu, lazima uende, tena uvae mini, mama atavaa. Mama anaweza akafanywa kama kinyago na watoto wake, na yeye anakubali tu. Imefika wakati ile antalida al-amatu rabbataha, ni mwanamke kumzaa mlezi wake, yani mama yake. Hii ni moja katika tafsiri. Tafsiri nyingine ni wajakazi ya watumwa kuja kuzaa mtoto ambaye ni bosi wake mwenyewe, yani watakuwa watumwa wengi kiasi kwamba wataolewa hao, au watakuwa milki ya yamin kwa watu ambao kwamba ni mabosi wao, watazaa nao, na wakishazaa tayari wametaharar, hawako tena katika utumwa. Zote hizi ni tafsiri, lakini tafsiri nzuri nimeipenda hii ambayo leo tunaiona, watoto wa kike wao wakawa ndio wana amri kuliko waliowazaa. Ni dalili za kiyama. Kisha sewa antara alhufata alura ru'a ash-shah yatatawaluna fil bunyan, utakuja kuwaona watu waliokuwa si wastaarabu wa kuvaa, wanatembea miguu chuma, hawana nguo, wanatembea huko, watu wa majabalini wa mashambani huko, kazi yao kuchunga mbuzi na kondoo. Wao ndo watakuwa wanashindana kujenga majumba marefu marefu, wao ndo watakuwa viongozi, wao ndo watakuwa sasa wanaingia katika miji. Hakuna tena ile zamani kuchunga ng'ombe na mbuzi na nini, la, mijumba mirefu mirefu wanaporomosha. Dalili za kiyama. Kisha akawataja wale wanawake, kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ruusuhunna kaasnimatil bukhti. Utakuja kuwakuta wanawake vichwa vyao kama nundu za ngamia, wamevaa lakini wako uchi. Mwanamke amevaa lakini yuko uchi, ziwe nguo 2, ziwe 3, ziwe 4, lakini zote hazikumfaa. Maziwa yanaonekana, kiuno kinaonekana, mgongo unaonekana, miguu inaonekana, nywele zinaonekana, lakini hayuko uchi, amevaa huyo. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaeleza kuhusu kiyama kikikaribia. Kabla ya kiyama mtayaona haya, mkiyaona haya tu kumbukeni kwamba kinachofuata ni nini? Kiyama. Hao wanawake leo wapo hawapo? Nisaun ariyat, wanawake waliouchi. Kasiyat, wamevaa lakini ariyat kwa hakika wako uchi. Ruusuhunna kaasnimatil bukht, hizi ni zile style za masaluni zile. Unaona mtu ameweka kifusi juu ya kichwa chake. Naam, sijui kinaitwaje, labda nimekosea ndo mnanicheka, lakini dude limevimba hivi. Help me. Zile zote ni katika dalili ya kiyama. Zote ni katika dalili ya kiyama alizitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunaziona mchana, usiku, jioni, asubuhi, kila siku.